who will replace Kasongo bado. But the decision he will be replaced has been made. Tumekubaliana? Decision ya kwamba lazima abadilishwe imekubalika. As to who, bado. Mazungumzo yanaendelea? Tuendelee kuzungumza tusizungumuze. So that is one. So Star newspaper, don't waste your newspaper trying to bring confusion. You cannot confuse anybody. We are too intelligent. We know whom we are dealing with. We are careful. We are treading very carefully this time. Once bitten, twice shy. Kasongo cannot con us for a second time. We will be foolish. Alikuja na Biblia, kadanganya hawa na sisi, tukaanguka mtego. Sasa hata siku hizi ukisema Bwana asifiwe, tuna hesitate kabla ya kusema amina. Tunaangalia ni nani anasema Bwana asifiwe. Sasa hao maaskofu wakisema Bwana asifiwe, tunasema amen. Haraka. Two deception. Those two things are never forgiven in this mountain. Betrayal has no remedy. Deception has no remedy. Ulisaliti hii jamii na umetudanganya. Then on top of that, umetangaza vita kwa hii jamii. Na hapo ndio shida yetu na wewe iko. And I must say, niambie wa Kenya, sisi watu ya mlimani, si ati sisi ni watu wabaya. Sisi tukichagua huyu Ruto wako anaitwa Kamau, hakuwa anaitwa Karanja, alikuwa anaitwa Kipchirchir. Na tukamchagua tukijua si wetu, na tukamwamini tukamtakia mema because alituahidia mambo mingi sana. Alikuwa anaongea mambo ya mama mboga. Umesikia akiongea mambo ya mama mboga sasa hivi? Na boda boda ati atatutoa chini atupeleke juu. Ati atatuweka pesa kwa mfuko. Kuliko atuweke akatuchukua akatuinamisha. Ile kidogo ilikuwa kwa mfuko ikafanya nini? Sidi alifanya? Wewe William Ruto, you deceived the mountain people. A very hard-working population that has pride. And they feel terrible that they fell to your deception. They feel bad that you could deceive such an intelligent community. They feel very ashamed and embarrassed that they actually fell for your tricks. But they intend to correct that mistake. And in a big way, they intend to make a big statement. Shida mimi nilikuwa na huyu William Ruto nikiwa ofisini. Ni mambo ya kugawanya mlima. Alitaka kutugawanya kwa sababu alijua umoja wetu ndio nguvu yetu. Akaanza kugawanya Mount Kenya East na Mount Kenya West. Juzi ametupa kwa mlima. Inawezekana? Ni ujinga si ujinga? Mlima hapana mpaka, mlima ni jamii. Really? This mountain is not about borders. It's not about this physical mountain. It's a people who speak the same language and who see things the same way. Ya kufukuza ni tamu si tamu? The mountain people, many they love that vote. Ya kufukuza mtu aende nyumbani, wanafurahia sana. Na mimi I want to tell you William Ruto, wewe hujui watu ya mlima. Wewe mwaga pesa yako hapa vile unamwaga Olokalau. Uliza Gideon mmoja kuambia vile baba yake alikuwa anaona hapa. Hapa kwetu Mathera alikuwa anapata 800 votes peke yake out of 60,000. Hapa mlimani hakuna pahali William Ruto, there is no constituency atafikisha kula 1,000 in this mountain. Githunguri atafikisha ngapi? Iko kitu atafikisha Githunguri? Si labda ya Wamuchomba na bwana yake? Si atapata ya Wamuchomba? Sasa. So, mimi nikwambie number 2. Why we have a problem with William Ruto. Ametangaza vita na watu ya mlima ya kiuchumi. Aliambia mimi, tulikuwa kwake shambani Kirigoris. Tulikuwa na Kimani Ichung'wa na Ndindi Nyoro na mimi. Kiwa naibu wake. Tulikuwa tunaelewana hapo mbeleni. Akatuweka kwa gari akatuzungusha kwa shamba yake. Hapo Kirigoris. Akitudanganya. Sasa wewe Rigiji unajua utazeeka. Wacha nikutafutie shamba hapa ukuje ukue jirani. Ndio tukistaafu tukue tunatembeleana. Hata hivi vijana wewe tulitae na wewe tuachie hao vijana.
So wewe Ichung'wa takutafutia eka 100, wewe Dende 100, wewe Rigiji 300, mweke manyumba hapa tukue majirani tukiritaya. Uongo tu, mimi namwangalia tu. Mimi nilikuwa nimemsoma haraka. Nikaona Ichung'wa anafurahi. Dende anafurahi. Na hapo ndiyo alianza kudanganya hao vijana wawili. That is where he started cheating them. That ya kwamba ati ataniambia mimi tulitae na yeye ati hivi vijana wachukue. He started appetizing them, kuwaleta karibu ya kwamba wanaweza kuwa somebody in Kenya. Mimi namwangalia tu. Tumezunguka kwa shamba, nimeambiwa wewe Rigiji nitakutafutia 300 pale hectares, wewe Nyoro. Okay. Tumeenda pale kwake, ameweka moto na mahindi tunachoma hapo. Sasa tukiwa hapa kwa moto, akasema hapo ndio mimi nilishangaa. That is where now I knew we are in trouble as a community. Akasema wewe Rigiji, wewe Joro, wewe Nchogo. Listen here. If you ever became president, you don't allow a community to have numbers and also have wealth at the same time. Because watakuangaisha. So if you are president na community ni kubwa, ni jukumu lako uhakikishe hawana mali. Wewe Rigiji unasikia? Mimi unajua I'm shocked. Nikashidwa amesahau sisi ni Wakikuyu ama ananiambia makusudi. I am still debating. Mimi sikulala. Tukapewa kila mtu nyumba. I did not sleep the whole night. Nilikuwa nauliza asubuhi itafika saa ngapi niende. Hao vijana yangu wote wawili wanapiga makofi. Ndio kabisa rais. Either they did not understand what he was telling me, and that is what now has happened. He will not allow the mountain people to have wealth. He'll destroy them. Because there are many and there is nothing he can do. They will make sure hawana nguvu ya mali. Na akaanza immediately. Watu wetu walikuwa KRA akafukuza. Wale walikuwa Mombasa Port akafukuza. Polisi angesaidia mtu anywhere, MAUCS, MAUSPD akafukuza. Kwa jeshi mtu iko pahali ya maana akafukuza. Hao ministers yangu wote akawekea PS wa Kalenjin. Hawana nguvu, they are all flower girls. Hakuna kitu wanaweza saidia mtu yeyote. Akarudi akasema ile pending bills, mtu ya mlima asilipwe anything up to from 50 million going onwards. Lazima apeane ruhusa. Sasa watu wetu wakaanza kukataa kulipwa. Wakiniuliza, nikiuliza, nikaambiwa mkubwa alisema we get clearance from him. Watu wetu mali yao ikaanza kuuzwa. Watu wetu wakafilisika. Wengine wakaanza kunywa dawa ya depression. Wengine wakacommit suicide. Wengine mabibi wakatoroka. Najua hii mabibi wetu saa nyingine shida ikiwa mingi wanaenda. Na mimi nashukuru Mungu yangu haezi enda na hiyo na shida. Ile shida nimepata mimi, hii ya kupigwa mpaka ya mwili. Kama wengine nilikuwa nimeoa nyinyi mngekuwa mmeniacha. Lakini huyu yangu Reverend anakaa na mimi. Hata nikipigwa na ya mwili anakuja ananishosha na maji moto. At least I'm lucky. Many wives ran away. Jamii yetu imehangaishwa. Nobody has money. Amerudi hapo, ameenda amebomoa manyumba ya Wakikuyu Kariobangi South. Ameenda Ruai amehangaisha hao. Gikomba ametumana moto imeakishwa. Ameenda Nyamakema ameharibu biashara ya importation. Ndio amalize jamii yetu. Ile aliniambia sitakubali jamii wakuwe wengi na wakuwe na mali. Sasa hii kijana Ichung'wa is a fool. Ndio nampigia makofi. KRA ameweka Mkikuyu hapa anaitwa Derito Mureithi. Amemwambia finya hii watu ya mlima. Watu wetu wamehangaishwa na KRA, they cannot breathe. Economically, Ruto has destroyed the mountain. Our people have nothing. Hakuna biashara inaendelea. Ndio mimi sasa nikaamua hii mtu tukaanza kukosana kutoka hapo. Because nilimsoma na mimi nashukuru Mungu. I want to thank God ya kwamba Ruto alitoa rangi yake mapema. Alitoa makucha mapema. Kama angevumilia atudanganye vile alitudanganya na Biblia,
Avumilie hii miaka 5 tufikirie ni mtu mzuri. Tumrudishe na hataki kura. Ingekuwaje? I want to thank God today for the mountain people. God, we thank you that this man showed us his true colors in good time, when we have an opportunity to rectify and to make sure he does not destroy this community. Last week, hii mgomo ilikuwa ya Gen Z 25th. Na mimi nataka nishukuru watu wetu for listening to me. I am so happy. I am a very proud leader that I lead a good people who are obedient and who listen to their leader. Watu walinitafuta, watu ya polisi, watu wa nyumba yetu, wakaniambia ile vita imepangwa na Ruto na Murkomen ni ya kuua watoto hapa Mlimani na Nairobi, ni ya kuvamia mali yetu yote na kuvunja supermarket, maduka, petrol station, mpaka Githunguri Dairy ilikuwa ivamiwe. They wanted to bring down our means of production as a people. Ndio Wakikuyu, wa Meru, wa Embu washtuke, wanitafute, waniambie Rigiji, mtoto wetu, a good soldier lives to fight another day. This man is too ferocious for us. He will destroy our community. Please hold your horses. Wacha tu hii mtu arudi miaka 5 kuliko atumalize, tutakuwa na nafasi ya kurekebisha mbele. That was the plan. Na ndio naona hiyo waziri akinitukana because I foiled the plan. Niliharibu ile mpango alikuwa amepanga. Ndio huyu ananitukana kusema hadi ataniweka kwa cell. Sasa hii cell si ni ya wanaume na wanawake? Sasa mimi nauliza, mimi nimelala kwa cell mara ngapi? Unajua hii watoto ya Ruto bado lala kwa cell hata siku moja. Wanafikiria tukutisha kiongozi kama mimi na cell ni kitu ya maana. Sasa mimi nauliza, cell ya Kenya siku hizi si ni kama hoteli? Si ni ya mawe? Si iko stima? Si iko choo? Si iko ulinzi? Pahali mimi nilizaliwa hapa, pahali naitwa Herega, nyumba ya nyasi. Tulikuwa tunalala hapo na kondoo. Hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima, chakula ya kukula hakuna. Sasa mtu alitoka kwa hiyo nyumba, ukimweka kwa cell ni hoteli, si hoteli? So what is the problem? What is the problem? Hiyo ni mambo kidogo sana. Na wewe kijana ya Ruto ujue, mimi niliwekwa cell siku 4 nikitetea Ruto, yule amekupatia kazi. Na mimi sikumwacha, nilikaa ngumu. You should know who I am. Mimi ni mtoto ya Mau Mau. Nilifungwa 4 days hapo Gigiri police station kwa sababu ya kutetea William Ruto. Na sikumwacha, so you should know. Hata ukinifunga, hata ukiniweka cell, hata ukinifanya nini, msimamo wangu hawezi badilika. Waza ujue wakati hiyo nilikuwa natetea Ruto na si mtoto wetu. Sasa hivi mimi natetea watoto yangu. Ndio niko mkali zaidi. Yeah. If nilikuwa nawekwa cell nikitetea Ruto mtu ya huko mbali, sasa hivi natetea my own people, my blood, my people. You think you can move me because of that? Hata ukiweka mimi cell, hii watu milioni 8 utafanya nini na hawa? Si ndio hata watapiga kura na fujo? Mimi hata ukinifungia si ni kura moja peke yake. So wewe wacha. Na unajua ni hasira ya vile walikuwa wamepanga nikasabaratisha. Na mimi nataka nishukuru wa Kenya. When Rigathi Gachagua called on the people of Kenya not to go to the road and stay at home, they obeyed me. I want to say thank you, thank you, thank you, thank you. Lazima kwa hii vita ya hii Ruto tujipange vizuri. Sisi hatuwezi pigana na yeye kwa barabara. Sisi tutapigana na yeye kwa kura. Si ndio? Si tuko na kura. Vita yetu na William Ruto, we will sort it out on the ballot. Sasa amepanga violence hapa. And I want to tell William Ruto to take time when you have some bit of time. Kienda pale Kirigoris. You read the history of this community wakati ya mzungu. This is a community that does not buy fear.
This is a community that cannot be intimidated. Usome historia ya mzungu. Vile aliangaisha hii watu ya hii jamii. Na alikuwa na nguvu mingi kuliko wewe. Mzungu mweupe, kwanza wewe ni mweusi kama sisi. Mzungu alienda hakuenda. You cannot intimidate this community through violence. Amechukua hii kijana ya kwenu hii anaitwa Moses Kuria. Moses Kuria alikuwa advisor ya William Ruto kwa mambo ati ya uchumi. Alipoamua kutuangaisha, akamwambia ati resign, lakini haku resign. Akabadilishwa kazi, lakini analipwa cash, alipwa kwa payroll. Amefunguliwa ofisi hapo Karen karibu na kwa Soprano hapo. Moses Kuria, his new job, he is the presidential advisor on how to persecute the mountain people. Hiyo mchoro yote ya hiyo fujo yote Kuria ndiye alichora akapatia Kasongo. Akamwambia hii watu hawapendi mali yao kuharibiwa. Na ndio walikuwa na shida na Raila for a long time. Hawapendi mambo yao kuvunjwa. Hawataki violence. Tukiwalima kabisa, tuharibu mali yao na tuwapige kabisa, most likely watainua mkono. That is Moses Kuria advising William Ruto. Moses Kuria is a great existential threat to the mountain people. Akiwa na huyu Chungwa na Mwangi Kiunjuri. Those three ndio wana advise Ruto on violence. Pale tunaenda Olokalau, Ruto amemwaga zaidi ya 1 billion taslimu. Hakuna change. Ukitaka chai ya 100 unatoa 1,000, mwenye hoteli kwambia wewe enda. Hakuna change. Ukitaka pombe lazima ukunywe pombe for 1,000. Kama unataka tu 2 ya usingizi, ukunywe 2 uache change. Leo asubuhi wamama wamenipigia simu. Wameniambia saa 12:30. Ati Sabina Chege aliamkia hao saa 12. Wakiwa na Fred Gitawa akawapatia kila mtu 2,200. So wameniambia Gitungati sisi tuko watu tumatiwa kila mtu 2,200, tuko wamama karibu 8, 16,000. Tunatafuta hii kijana anaitwa Ngodho hii yako. Tumugawia hii pesa nusu au sukume kampeni. That is how serious Olokalau is. Sasa William Ruto amepanga fujo. Kijana hapa anaitwa wa Mombi MP wa Mathera na bibi yake anaitwa Betty. Ameallocate hao askari 15 wanaitwa Nairobi Sierra. Askari wa uaji. Wale walikuwa wamekuja kuua mimi pale Witima. That group is in Olokalau, wanakaa hapo kwa hoteli. Hata leo wamelala hapo kwa hoteli. Hiyo group Ruto ameallocate wa Mombi and Betty. Sasa ati wa Mombi na Betty ndio wanamsaidia yeye kufuruga amani Olokalau na Mlimani. Mimi nataka niambie, na tena huyu Faith anatumana ati vijana watolewe Kibra. Ati wakuje wafuruge amani. Mimi nataka niambie nyinyi hamjui, hiyo watu ya Nyandarua ni watu tofauti. Nyandarua is a settled area. Hakuna mkaaji ya huko, watu yote walipata mashamba huko. What happened when Nyandarua ilikuwa settlement scheme? Machief wa siku hiyo wali-identify ile watu yote kichwa ngumu. Wale wanaambia chief hapana. Machifu wakaona ndio tukae na amani, hii watu yote kichwa ngumu wanasumbua sisi hapa kusema hapana, watu wapelekwe Nyandarua. Hiyo ndio watu wako huko Nyandarua. Ndio iko akina JM Kariuki na akina hiyo Kafa Medho. Hiyo ndio watu wako huko. So mimi naambia hiyo vijana mnatolewa Kibra, mkienda Olokalau mtakuta vijana huko wanangoja nyinyi. Nasema karibuni. Wale wote wanataka kutolewa na Kuria, Nairobi na wapi wapelekwe huko ati kulete fijo, mtakuta wenyewe huko. Hapo ni Abadeas Forest. Pahali Field Marshal Dedan Kimathi aliongoza vita ya kutafuta uhuru wa nchi hii. The people of Nyandarua are the descendants of the Mau Mau struggle. And their children are actually Mau Mau. So wale mnapelekwa hapo ati mkapeleke vita, please think twice. Consult your wife and your children before you go to Nyandarua. Na niambie wewe Eric wa Mombi na Betty,
next year wewe Betty na Wamumbi na hiyo askari 15 mtakanyanga kwa bao, mtaenda kotini for the violence ile mlifanya Witima. The evidence is there. Juzi mumeenda hapo Olkalau, mumeattack Munene Wamumbi, our head of secretariat, mumechukua simu yake, mumepiga watu, mumeumiza watu. Ameenda police station, amepiga report ya kwamba MP alimpigia simu akamtisha, na vile vile akavamiwa MP akiwa pale. Polisi wamekataa kuchukua hatua. The good thing is that criminal acts have no time limit. They live forever. Next year, wewe Wamumbi na bibi yako, William Ruto will not be there to protect you. Murkomen will not be there to protect you. You will face the law. Nataka kuambia watu ya Kalau, msikuwe na wasiwasi. Muamuke mapema mpige kura. Vijana wetu wamenihakikishia mtapiga kura bila wasiwasi. Watu hawezi uziwa uoga jijini na uziwa kwa Gachagi. Hawezekani? Mnamezoea kutupiga Nairobi. Hamwezi kutupiga kijijini. Na ndio siku William Ruto amesema atakuja Olkalau. Nilikuwa pale nikamwambia kuja polepole, hapa ni boma ya mzee. Si nilimwambia? Hiyo Olkalau tulisomea William Ruto ndio ile tu. Those are strong defenders of their people. They will protect their women and children. Don't bring violence. Na wewe mheshimiwa mnatumika vibaya na William Ruto. Na next year, kwanza huyo kijana ya hapa, I want to assure you, hiyo Wamumbi hatafikisha 1000 votes hapa Madera. Hapa hatafikisha. Huyo bibi yake yako Murang'a tayari amekataliwa. Atakuja kuishi na sisi hapa. So wewe Betty, tafuta uhusiano mzuri na majirani. Ukifukuzwa Murang'a utakuja hapa nyumbani kwa Rigiji. Anza kutafuta uhusiano mzuri na majirani yako. Ndio mkifungwa mkitoka jela mtakuta sisi hapa. Finally ndio nimalize mambo ya kahawa. Si nyinyi wakulima ya kahawa? Sasa huyu William Ruto, unajua hii uongo ya hii mtu. This man is mannerless. Mimi nilisukuma reforms ya kahawa. Bei iko mzuri ama hapana iko mzuri? Mimi ndio nilisukuma. Sasa anataka kukamua na hiyo dhara yangu. Ameita mkutano pale Kianyaga Stadium ati ya kahawa. Ati ametoa amri atukipeleka kahawa factory atulipwe ndani ya siku 5. Inawezekana? Sasa wewe William Ruto, si utafute mkulima mmoja wa kahawa akuambie processing ya kahawa, so that you don't look foolish when you talk to people. Unajua wakulima wa kahawa walimwangalia wakashindwa, hii mtu kumbe yako uongo namna hii. Sasa kahawa ukichuna kupeleka pale ndio ianze kutolewa pulping, si inataka siku 2. Sasa ukipeleka kilo zako 10 sinaweza pelekwa milling siku hiyo? Si utapeleka mwezi 3 ndio yote iende pamoja? Sasa ukipeleka pale siku ya kwanza inafanywa pulping, then inaanikwa. Kukiwa jua mzuri inataka 28 days, si ndio? Sasa ile siku 2 na 28 hiyo ni 1 month. Haya, kutoka hapo ingoje kahawa yote isanywe 3 months, ipelekwe milling, si ndio? Pale kwa milling iko line ama hakuna? Ikae pale kwa line. Ukingangana kabisa another 1 month. Haya, hiyo ni miezi 2. Kutoka hapo iweko kwa soko auction. Siku inanunuliwa, iko kwa catalog, ipigwe kengele, inunuliwe, ndio pesa inakuja. The minimum kama mambo yote imeenda sawa sawa ni mwezi 3. Sasa William Ruto ukisimama na wewe ni president wa Kenya, unaongea na wakulima ya kahawa, you have no idea because you are not a coffee farmer and you have not consulted any farmer. Unasema ati ukipeleka factory ulipo within 5 days. Tangu waliongea pale Kianyaga, sasa ni siku 11. Kuna mtu amelipwa? Ni muongo, si muongo? You know you have a clueless president who is issuing statements that do not make sense to anybody. You know wakulima walimuangalia tu namna hiyo, wakashindwa, hii mtu tunajua ni muongo ndio, lakini hatakuwa tunajua amefikisha hiki kiwango. You know, it is not possible because even before you sell coffee, you must aggregate.
You pick your 17 kilos leo, wiki mara 2, wiki hiyo ingine namna hiyo, mwezi 3, kahawa ikuwe pamoja. Inaendelea kufanyiwa popping na kukaushwa. Ikiwa imetosha, nawekwa kwa gari, lazima ijae gari, ipelekwe Sagana, ipelekwe Dadora, isiagwe, ikuwe graded A, B, TT, namna hiyo, pass. But at least you know when I was there, nilikuwa na advice mambo ya kahawa kwa sababu ni mkulima ya kahawa. Sasa hako pale ati Waiguru ndio anamwambia mambo ya kahawa. Na akitangaza siku 5 watu Waiguru napiga makofi. Sasa please, when I was in office nilisukuma 7 billion shillings. Na alikuwa analeta shida sana, ilipe madeni ya kahawa. Na tukapitisha kwa cabinet. Nilitoka akaiondoa. Because of hating the mountain people. Ako na chuki. Na angetaka wakulima wa kahawa wafilisike. Majani chai wameingilia. Maziwa ameingilia. Biashara ameingilia. Na ndio mimi nataka niseme, the only way to save ourselves ni tuandikishe kura. Watoto wetu wote wa Gen Z, wa mama, wa naume, kila mtu aandikishe kura. Tujitayarishe uchaguzi ujao. Ndio huyu mtu tuweze kumpeleka nyumbani asubuhi mapema.